Jambo la pili, vijana wetu. Naam, huyu ni mbunge wa CCM, Askofu Josephat Gwajima. Amezua gumzo baada ya kufanya mkutano na waandishi wa habari. Je, alizungumza nini? Ni hivi majuzi tu mwanasiasa wa Tanzania Askofu Josephat Gwajima alijitokeza hadharani na kuonesha kusikitishwa kwake na mienendo ya utekaji, upoteaji na vifo vya watu vinavyoripotiwa nchini humo. Kulingana na Gwajima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama tawala cha CCM, hadi sasa kuna zaidi ya watu 80 ambao wanadaiwa kupotea nchini Tanzania katika mazingira ya kutatanisha. Kauli ya Gwajima, ambaye pia ni kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima lililopo Dar es Salaam, ilikuja siku chache baada ya madai ya kukamatwa na kuteswa kwa baadhi ya wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliofika nchini Tanzania kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Askofu Gwajima alidai kuwa mamlaka za uteuzi nchini humo zilikuwa zinahusika na matukio hayo ambayo yametia doa taswira ya Tanzania kimataifa. Katika mkutano wake na waandishi wa habari, Gwajima amependekeza kuwepo kwa mabadiliko ya kisheria yatakayolinda uhuru wa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya kazi kwa weledi bila kuingiliwa na mamlaka ya kisiasa. Kauli ya Gwajima inaonekana pia kuungwa mkono na mbunge wa kisiasa kupitia CCM, Luhaga Mpina, ambaye naye alionyesha kushangazwa kwa madai ya kupotea kwa watu, huku akihoji kwa nini waziri wa mambo ya ndani anaendelea kuwepo madarakani. Hata hivyo, kauli hiyo ilimuibua kada mwingine wa CCM, Joseph Msukuma, ambaye pia ni mbunge wa Geita, akiwataka wanasiasa kuepuka kuingia disco la Kimasai ambalo hawajui kulicheza. Hii si mara ya kwanza kwa Gwajima kutoka hadharani na kuweka wazi msimamo wake kuhusu masuala kadhaa nchini Tanzania. Kwani mwaka 2021 mwanasiasa huyo alizipinga hadharani chanjo za ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19, akidai kuwa si salama na kwamba chanjo za corona zimeundwa kwa kutumia teknolojia ya mRNA na kwamba zinaweza kubadilisha mfumo wa binadamu. Amekuwa akidai kwamba chanjo hizo zina uwezo wa kubadilisha DNA kwenye mfumo wa mwili wa binadamu. Watanzania hawatosahau mvutano kati ya Gwajima na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, ambapo wawili hao waliingia kwenye vita vya maneno kwa siku kadhaa kabla ya wawili hao kupatanishwa. Akiwa amezaliwa mkoani Mwanza nchini Tanzania miaka 55 iliyopita, Gwajima alipata elimu ya dini jijini Nairobi kabla ya kufungua kanisa lake la kwanza mjini Mwanza, kisha Musoma na baadaye Dar es Salaam. Ana shahada ya udaktari wa heshima kutoka chuo kikuu cha Omega Global cha nchini Afrika Kusini. Alitoa kiti cha ubunge wa Kawe mwaka 2020 baada ya kumshinda aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Halima Mdee. Wakati chama chake cha CCM kikijiandaa na mkutano mkuu maalum wa taifa kuanzia Mei 29 hadi 30 mwaka